Wapenzi na wasikilizaji wa Kesha la Asubuhi, Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Mungu wetu ni kubwa na nyingi sana katika maisha yetu. Mpaka sasa tunaendelea kuwa hai na wenye pumzi na afya njema. Nawakaribisha kwa somo la asubuhi ya leo mnamo Agosti 1, neema ya ajabu ya Mungu. Kichwa cha somo kinasema ufalme wa Mungu moyoni. Basi na tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante Bwana kwa kutupatia afya njema na uzima. Umetuamsha salama tukiwa wenye afya njema, jina lako litukuzwe. Saa haya na kipindi hiki tunaenda katika somo la asubuhi. Semezana nasi, nena nasi, tutakayojifunza yakani kwa uzima wa milele, kwa jina la Yesu, amina. Kichwa cha somo cha Agosti kinasema neema ya ajabu ya Mungu. Mnamo tarehe 1 mwezi wa 7, anaanza kwa kusema serikali ambayo Yesu aliishi chini yake ilikuwa yenye ufisadi na ukandamizaji. Kila upande kulikuwa na kilio na cha dhuluma, kutoza kwa nguvu, kutovumiliana na ukatili uliokithiri. Hata hivyo, Mwokozi hakujaribu kufanya marekebisho yoyote ya kiserikali. Hakushambulia dhuluma zozote za kitaifa wala kuwalaumu maadui wa taifa. Hakuingilia mamlaka au utawala wa wale waliokuwa madarakani. Yeye ambaye alikuwa mfano wetu alijiweka mbali na serikali za kidunia, si kwa sababu hakujali shida za wanadamu, bali ni kwa sababu tiba haikuwa katika hatua za kibinadamu tena za nje tu. Ilikuwa na ufanisi. Tiba ni lazima iwafikie watu binafsi na ni lazima iufanye upya moyo. Baadhi ya Mafarisayo walikuja kwa Yesu wakiuliza, ufalme wa Mungu utakuja lini? Luka 17:20. Zaidi ya miaka 3 ilikuwa imepita tangu Yohana Mbatizaji alipotoa ujumbe ambao kama sauti ya tarumbeta ilikuwa imesikika kote nchini. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo 3:2. Bado hata sasa Mafarisayo hawakuona dalili yoyote ya kuanzishwa kwa ufalme huo. Yesu akajibu, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza maelezo ya pembeni, wala hawatasema uko hapa au uko pale, kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu unaanzia moyoni. Usiangalie hapa au pale kwa ajili ya dalili za nguvu za kidunia kuashiria kuja kwake. Kazi za Kristo hazikumtazama tu kuwa yeye ndiye Masihi, bali pia zilionesha ni jinsi gani ufalme wake ungeanzishwa. Unakuja kupitia upole wa msukumo pamoja na yeye ambaye ndiye uhai wake. Udhihirisho mkuu wa nguvu zake unaonekana katika asili ya mwanadamu kuletwa katika ukamilifu wa tabia ya Kristo. Mungu alipomtoa mwanaye kwa ulimwengu wetu, aliwapa wanadamu utajiri usioharibika. Utajiri ambao kwa kulinganishwa utafanya utajiri wa thamani kubwa sana wa wanadamu tangu ulimwengu ulipoanza kuwa ni ubatili. Kristo alikuja katika dunia na kusimama mbele ya wanadamu kwa upendo uliowekwa akiba milele, na hii ndiyo hazina ambayo kupitia uhusiano wetu pamoja na yeye tunapaswa kuipokea, kuidhihirisha na kuigawa. Kwa somo hili linatukumbusha kwamba ufalme wa mbinguni umo mioyoni mwetu. Ufalme wa mbinguni upo kwenye hatima ya maisha yetu. Je, tunayaishi maisha ambayo tunatarajia kama ufalme wa Mungu, au tunaishi tu maisha ili mradi tuishi?
Mungu atusaidie sana, na somo letu la siku ya leo limeishia hapa. Basi na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, asante hata kwa kunena nasi kwa asubuhi ya leo. Tunakushukuru. Tunaomba somo hili likawe msaada katika maisha yetu, likaweze kutusaidia na yaliyo mapenzi yako yakatimizwe. Tumeomba kwa imani ni katika jina la Yesu. Amina. Mungu atubariki sana. Usisahau kushare somo hili na kusubscribe channel hii, tuweze kupata masomo mazuri zaidi na watu wengi waweze kubarikiwa. Mungu atubariki sana. Yanipasa kuwa naye Mwokozi Bwana wangu, akiwa karibu nami napata nguvu kweli. Moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye, kwani nategemea anaweza kufariji na maneno matamu. Moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye maisha yangu yote, yakiwapo majaribu na mashaka yoyote. Moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye katika njia zangu, macho